Wakati nilikuwa nakuwa mkubwa, Mheshimiwa Murkomen, kwa heshima yako na nakukaribisha sana hapa Narok. Ni kweli kabisa ile shamba ambayo ilikuwa hapa kulikuwa inaitwa Beset Bible College, ilikuwa over 70 acres. Na ni aibu sana kusikia watu wanakuja kuiba kanisa. Sasa mimi kama Senator Ledama, wewe jenga hiyo nyumba yako, naona hata hii cottage hii hospitali iko kwa kanisa ya naona manyumba mingi ziko hapa. Mimi nahakikishia kwamba tusipobomoa sasa tutabomoa. Hakuna kitu ambaye mtaiba kanisa ya Mungu. Wacha kanisa ya Mungu ibaki ndio tumikie watu. Unajua watu wanakaa ni kama wakikufa watabeba hiyo manyumba ambayo wamejenga. Bakisha kanisa ndio kanisa iweze kuhakikisha ya kwamba imelinda watu wake. Najua maneno ya kanisa ambaye iko pale chini ya county government offices, hata hiyo najua title deed haitoka. Hiyo title deed ya hiyo kanisa na hii ikuwa 70 something acres lazima itoke. Hiyo ni vita ambaye tutaingia, kanisa ya irudishiwe shamba yake. Narok County haina biashara ikichukua kodi kwa plots ambazo zimejengwa kwa ardhi ambaye ni ya kanisa. Hiyo ni aibu sana. Na hiyo tutapigana naye. Tusiposhinda sasa, tutashinda hivi karibuni. Na mpaka kanisa irudishiwe. So unaona Mheshimiwa Ruto anazunguka Kenya mzima anavunja manyumba zingine na kurudishia watu mashamba yao. Basi hata hii yetu ya AIC itarudi hapa. Ya pili, unajua kitabu cha Mungu katika Proverbs ambaye ni 14:31 inasema, he who oppresses the poor shows contempt for their maker, but whoever is kind to the needy honors God. Ati ule mwenye anaumiza wale ambayo chini ana nini? Anadhulumu Mungu. Lakini ule mwenye anakuwa anasaidia wale wanyonge ana nini? Anamheshimu Mungu. Mheshimiwa Murkomen, mimi nimekuwa nikisema county governments wanatakiwa katika hiyo budget yao MCA mnaweka kiti kidogo ya kanisa. Kwa hiyo budget mnaweka kidogo ya kanisa, ndio kanisa inapata bursaries ya kupatia watoto wao. Unajua kuna watu ambaye ni wanyonge sana, hawajui mwanasiasa kwenda kuomba bursary, na bursary unajua ni ukora. Sasa hii tukiteweka kwa bursary, ngoja tu itafika wakati tutalazimisha iwe kwa ile budget tunaweka kiti kidogo ambaye tunapatia makanisa. Ndio kanisa iendelee kusaidia wale watu ambao ni wanyonge. Kitu cha muhimu, ndio nataka kumalizia maneno ya kanisa, niingia maneno mengine moja mbili. Mimi Mungu akijalia nitakuja tarehe 28 Kilgoris kuja katika sherehe ya bishop ambaye sasa ni bishop wangu, na ndakukaribisha kwangu pia ndio nipeze kutoa sadaka kwa sababu sasa nimekuwa mshiriki wa AIC kabisa. Na pia nitaenda kwa ndugu yangu Olioye tarehe 11 mwezi wa 5. Unajua tulikuwa tunasoma na ndugu yake lakini yeye alikuwa Elbagon. Sasa yeye ndugu yake ndio mimi najua hapa hivi. Kabla sizungumza maneno mengine, ningependa kutoa rambirambi zangu. Kwa sababu Mheshimiwa Murkomen sasa tukiwa hapa, kuna gari ambaye imeanguka huko Tharaka Nithi na ikaua watu 7. Hiyo ni kitu ambaye inamaanisha kwamba lazima tutilie maanani hii maneno ya mabarabara. Sasa ndugu yangu Murkomen, na huyu Murkomen unajua mimi nimefanya kazi na yeye. Na alikuwa majority leader wetu. Alafu akanyang'anywa hiyo kwa sababu ya kuwa na msimamo. Hata siku moja tulikuwa tunapitisha sheria nyingine tukaangusha. Na jamaa alikuwa kwa hospitali Nairobi Hospital. Alileta vita kubwa sana. Kwa nini mnaangusha ile warehousing receipt bill? Alileta shida mingi sana. Sasa mimi nakuomba uende katika archives uangalie ile maneno ya michuki. Ndio uweze kuweka discipline katika hii mabarabara zetu. Kila saa tunapoteza watu. Hiyo ni kitu aibu sana. Ya pili, mimi nakubaliana na wewe ya kwamba barabara si lazima barabara iwe ni ya lami. Wacha iwe tuweke kwanza maram. Tukiweka maram at least tutatoka. Amadi ngole naike ata maram tolokuso. Si chakula itafika Narok. Na saa hii Mheshimiwa Murkomen, niko barabara imetoka Olokurto. Imetoka huko Orpusumuru. Inakuja chini. Mimi nakuomba tu ndugu yangu, tuwekee mara mzuri, tujaze mara mzuri, ndio chakula itoke huko ifike. Wakati utapata pesa, tuweke lami, lakini saa hizi hatutaki, weka mara. Yuko barabara nyingine pia inatoka hapa hivi Eurengi toko.
ambaye inapanda kwenda Naiswea. Hiyo barabara, let me tell you, Mheshimiwa Murkomen, iko kampuni moja hapa inaitwa Cavarino Farm. 1 billion shillings farm. Na huyo mwenye hiyo Cavarino Farm ndiye alijitengenezea hiyo barabara. Mimi nakuomba tu katika ile pesa ya rural roads, tuchape hiyo barabara kutoka Orengitok ikuje ipande Naiswea, inakuwa barabara mzuri inasaidia watu. Tafadhali andika hiyo, naenda kufuata kwa ofisi yako nikwambie. Umeambiwa hapa ile barabara mimi nakulilianga kila siku kwa bunge. Na nimefurahi kwa sababu ndugu yangu Sigea ameninongozea kidogo, akaniambia umeweka pressure mpaka contractor anakuja kwa hiyo barabara next week. Tukimaliza hii barabara hii ya Ngong, basi hii maimajo tunaambia Olesere, tunapita hiyo, tunashikana na ndugu zetu hapa Kajiado. Unajua hii maneno ya ufisadi ni kitu ambaye imetukera. Kwanza hapa Narok mahali tunasimama, biashara yote ya Narok hapa imekuwa ya familia moja. Kila kitu, ndugu yangu Murkomen, hata ya kurokota takataka familia moja. Hata ya kurokota choo familia moja. Hata ya kujenga manyumba yote familia moja. Sasa siongee na hii ndugu yako governor, tuache hii maneno. Hakikisha ya kwamba at least watu wamepata vitu yao na wameendelea. Hii corruption ni mbaya. Lakini venye ndugu yangu Sigea amezungumza, amesema kitu ya maana. Sisi tumesema tutalainisha corruption. Uliona juzi tulifurusha ile deputy governor ambaye alikuja Senate. Any governor mwenye anakuja Senate anaenda nyumbani tu, hata usithubutu kutumia pesa yako kujaribu kujipigania. Unaenda tu nyumbani, unasema Olesere. Kwa sababu ni aibu sana. We have, angalia hii all these youth here hawana kazi. Sasa hizi pending bills ni 156 billion shillings za county government. Asante sana wakili Zigei kwa sababu umekubaliana na mimi. Niko na motion na tunamaliza kupitisha hiyo motion ambaye ilikuwa seconded by majority leader Aaron Cheriot, ya kuhakikisha kwamba county zote zimelipa pending bills zao zote. Unajua siku hizi ukitaka kulipa pending bill ni mpaka ujuane na watu wanafanya kazi county. Wanakuambia turushia 30% upate pesa yako. Na ni haki yako. Watu wamekufa, watu wengine wameshikwa na kichaa kwa sababu ya kazi anafanyia makaunti na walipwi. Sasa hiyo tumesema it is coming to an end. Na ni kwa nini? Mheshimiwa Murkomen, unajua ni aibu sana nikiona contractors wamekuja kwenda ku-auction Masai Mara Game Reserve. Kwa sababu judge ambaye anaitwa Sifuna alitoa ruling juzi kusema ya kwamba sasa kama contractor hujalipwa na county, enda uuze mali ya county. Sita hiyo itakuwa ni uchungu sana. Sasa sisi kama senators tumesema hatukubali hiyo maneno tena. Tunahakikisha ya kwamba kutakuwa na nini? Kutakuwa na maneno ya discipline. Ya mwisho, kwa sababu sitaki kuendelea sana. MCA. Nimeambia MCA, nyinyi si flower girls wa governor. Amadi anasia na gebwaga rumoru wa shokulekai. Anapewa sijui nini na nini. Ye kazi yako ni oversight. Unafanya kazi ya nini? Oversight. Kwa sababu kama hawa nini MCA hata wangekuwa wanafanya hii kazi ya oversight, wangekuwa wanatusaidia. Mimi nazunguka siku hizi nabadilisha magari, nenda na magari yote hata Probox mpaka niende niangalia project kazi zinafanywa. Narok County tuko na 15 billion every year. 15 billion every year. Na tu hiyo imefanya nini? MCA wanaambiwa wamepewa 100 million na ukijaribu kwenda kwa hiyo nini uone 100 million. Na Ledama kiamuka kusema ati wapi? Hii pesa iko wapi? Inasemekana Ledama anataka hongo. Hiyo nani mauti. Sina haja. Ore ndo kinaishanga ni nyana rate. Ayuna la ide bajo ndanji. Kanisa ndadamu yoko. Amoro hira rayo kera larikok. Ora ga niago rengo ngani olorika niago larikoni. Niago enkitiai. Nidikina ajo enkinyiret elo sholikete paka ini weji. Niago re imana ana oltungani do na mibungai ninye. Engoki sapuk oleng. Kiyuna ore sei pookin nikiasa yankai na nasie nigira sinda ya sana kanisa. Ore diki bonone weji ndiaki de yok. Inyale tata. Entobirai ene. Amora ga inyana ajire ne bolna jankop. Ne ora nkop. Ore narare nelo keper, ore ne kidienye nelo janam. Inekiti pookin kira siasani. Wote.
Yero, sisi hii corruption imetumaliza sana. Saa hizi mbingu ikikatika tu hivi mara mbili, iende right na left. Haki ya Mungu Murkomen, sijui uko wapi, lakini mimi nitakuwa left. Hii tunaenda jehanamu wote kwa sababu sisi tumefanya nini? Tumefanya vitu mbaya sana na tunaomba Mungu atusamehe kabisa, tuendelee. Fertilizer ndio niamshe Mheshimiwa Murkomen. Fertilizer. Mimi wakati fertilizer ilianza kuletwa hapa nikasema, "What? Mimi ni mkulima." Na mimi ni mkulima hatari. Kama saa hizi hata nimechelewa na pole Bishop. Nilikuwa nafunga nyasi ya ng'ombe. Ndio nikachelewa kidogo. Juu niliamkia kanisa ile ya Ngarengishui ya radio. Sasa nilikuwa nimeomba Mungu kidogo anisamee nikichelewa kanisa. Sasa nikaenda kufanya kazi kidogo. Fertilizer. Sasa jameni, tunaua watu na mashamba. Na sisi tulikuwa tunasema tunataka kupanga watu sijui kutoka chini mpaka juu. Mimi nataka kuombea Murkomen. Ukienda kwa hiyo cabinet yenu, hii majangili wote ambaye wanafanya corruption hii ya fertilizer, wekeni yao ndani. Kwa sababu sisi hata kesho nitakuwa TV asubuhi muangalie. Nitachapa hao vizuri sana na nitatengenezea maneno mengine mingi. Leo ni kanisa, siwezi sema vitu vingine mbaya sana.